بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد مصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والتقى والوفاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وسيد الخلائق والبشر. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. واعلموا أن لباس المرء تقوى ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وقال صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. Ndugu katika imani, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani mwalimu wetu na kipenzi chetu na shekhe letu bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuko ndani ya siku tukufu, siku ya Juma katika mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhani. Na hii yote ni taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwetu sisi. Hakuna mtu ambaye atasema ni nguvu zangu, ni ujanja wangu, la. Hadihi kullu min amri Allah wa tawfiqi. Yote ni amri Allah Subhanahu wa Ta'ala na tawfiqi yake. Kwa hiyo kwa uchache tunasema tu alhamdulillah, na kwa wingi tunafanya ibada mbalimbali na kuzidisha taa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa leo ni Jumaa ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani, swala ambalo kila mmoja anafaa kujiuliza, kitu gani amepata katika mwezi huu wa Ramadhani? Kitu gani amechuma katika mwezi wa Ramadhani? Ile lengo la Ramadhani limepatikana katika nafsi yake au bado anatafuta mpaka sasa? Ikiwa ndo kumi la salama, kumi la itqu minan nar, kumi la kuacha huru na moto. Sasa mimi na wewe tumeacha huru na moto. Kumi la pili ilikuwa ni kumi la msamaha wa Allah, tumepata msamaha wa Allah. Kumi la kwanza ilikuwa ni rahma, tulipata rahma ya Allah. Ni maswali kila mtu ajiulize, kwa sababu mimi na wewe tunaondoka na hatuna yakini na uhakika kama Ramadhani ya mwakani tutaipata. Hatuna uhakika. Sasa lazima uwe na kheri ya kujua nini nilichokichuma kipo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kizuri, au nimechuma nini katika mwezi wa Ramadhani. Wala masala ya kibinafsi, kila mtu akae na nafsi yake ajiulize ya masala. Lakini pia katika mwezi wa Ramadhani kuna ibada mbalimbali. Kuna itikaf, kuna tahajjud,
watu kutafuta Lailatul Qadr, usiku wa cheo. Na haya mambo tunazungumza Ramadhani katika darasa zetu, kwamba watu wafanye bidii katika Ramadhani, katika 10 la mwisho, masala ya tahajjud, kuinuka qiyamul layl, kuleta adhkar, kusoma Qur'an, masala tunaeleza. Itikafu tukagusia kidogo japo hatukuendelea kwa sababu za kibinafsi, za kiafya, siha haikuwa nzuri, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa uwezo aliotupa tumefikisha. Lakini pia kuna jambo muhimu mbele yetu ambalo ni lazima lizungumzwe. Na jambo hili lahusiana na Ramadhani. Lahusiana na Ramadhani kwa karibu sana. Jambo la zakatul fitr. Zakatul fitr kila mtu anajua. Kila mtu anaelewa, anajua baada ya Ramadhani kuna amali ya zakatul fitr. Kila mtu anajua. Kila Muislamu anajua. Lakini mbona tuzungumze zakatul fitr? Tunazungumza Ramadhani katika zakatul fitr kwa sababu Muislamu anatakiwa akumbushwe hizi amali kwa ajili ya kuwa tayari kutekeleza. Muislamu ni mtu wa kughafilika. Anaweza mtu akawa na akubizi sana mpaka akasahau kutoa zakatul fitr. Umar ibn Affan alisahau wakati mmoja kutoa zakatul fitr. Umar ibn Affan. Kwa hiyo akafanya kafara yake ni kumtoa mtumwa huru. Alitafuta mtumwa akamwacha huru kama ni kafara ya zakatul fitr yake. Akamweleza Mtume sallallahu alayhi wasallam kile alichofanya. Mtume akamwambia hata kama utaacha mtumwa, hata kama utaacha watumwa 100, lakini huwezi kufikia thawabu za zakatul fitr. Kwa hiyo tunakumbushana ili sifikie huko mtu akafilika akakosa thawabu hizi kubwa na ujira mkubwa wa kutoa zakatul fitr. Hii nukta ya kwanza. Nukta ya pili, zakatul fitr ni nini? Aina tunasikia tu zakatul fitr, zakatul fitr. Ma hiya zakatul fitr? Zakatul fitr ni nini? Au taulizo sasa hivi wewe utafunga Ramadhani na karibia sasa kumaliza Ramadhani utakutoa zakatul fitr. Ulize sasa. Sheikh, zakatul fitr ni nini? Zakatul fitr ni zakatul fitr. Sasa lazima ujue kile unachofanya kitu gani. Usifanye tu kwa watu wengine wanafanya, lazima kile unachokifanya ujue wakifanya ni kitu gani. Ndio maana katika hadithi al-Qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema a'rifuni kabla an ta'buduni wa kaifa ta'buduni wa antum la ta'rifun. Nijueni kwanza ndio mniabudu. Mtaniabudu vipi wakati hamnijui? Sasa kuna kadhia ya zakatul fitr. Lazima ujue zakatul fitr ni nini. Wala wanasema zakatul fitr hiya sadaqatun wajibatun yakhrujuha al-muslimu an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu. Zakatul fitr ni sadaka ya wajibu anaoitoa Muislamu kujitolea mwenyewe kwanza na kuwatolea wale anaowasimamia. Hiyo ndio zakatul fitr. Zakatul fitr ni sadaka anatoa Muislamu kujitolea yeye mwenyewe na kuwatolea wale wote anaowasimamia, wale walioko chini yake akawatolea. Hiyo ndio taarifa ya zakatul fitr. Baada ya kujua taarifa ya zakatul fitr, ushajua sasa nini zakatul fitr. Swala la pili, ni yapi makusudio na hikma ya sisi kutoa zakatul fitr?
Kwa nini tutoe zakatul fitr? Ushafunga Ramadhani, umetoa sadaka nyingi tu, umefuturisha, umelisha maskini, umetoa tende. Lakini mbona Ramadhani kimalizike kuna kutoa? Kwa nini? Maana hikma tofauti. Kuna hikma gani hapa? Lazima niulize. Hapa kuna hikma takriban 5 ambazo nitazieleza. Moja katika hikma hizo, mwanadamu anapoingia katika ibada anatakiwa ile ibada yake iendelee, asikome kufanya ile ibada, kwa sababu ndio lengo alilokuwa nalo, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kwa unapofanya ibada lazima ile ibada lanqitaa, isiwe na kikomo. Useme leo naruka na sali fajr lakini dhuhuri napumzika. Unapumzika, ndio ibada ya kusubiri. Umesali dhuhuri kama la, hasa mimi sisali kwa. Tasali kesho. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala alianzisha ibada ya Ramadhani kwa saumu. Yani bidayatu ibada, mwanzo wake ibada, mwanzo wake taa, lakini pia mwisho pia kwa nini? Na taa vile vile, kwa na ibada vile vile wanafanya. Tunaonyesha kwamba ibada lazima iwe na kuendelea. Kama yule sahaba amekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia Rasulullah, kulli fil islam qawlan la as'al anhu ghayr. Ndio mimi katika Uislamu jambo ambalo sitamuuliza mwingine isipokuwa wewe tu. Yaani ukinijibu wewe tu, ukanijibu wewe, tosha. Sitakuwa na haja ya kumuuliza mwingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia, qul amantu billahi thumma istaqim. Sema nimekuwa na imani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nimemwamini Allah. Lakini thumma istaqim, unasimama katika hilo. Si leo sana kweli mashaallah, alafu kesho unatumiaje? Lazima watu wawe na kuendelea katika kufanya ibada. Ndio hikma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mwisho kutokea zakatul fitr, kutuonyesha kwamba lazima tuendelee na msimamo wa kufanya ibada. Na utakuta baada ya Ramadhani kuna 6 Shawwal. Na 6 Shawwal. Naona sasa. Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka tudumu katika ibada. Afdalul a'mal adwamuha wa inna. Kama nasema, bora ya amali ile ambayo itadumu jambo kidogo. Sitaki tahajjud raka 20 raka 100 tatoka kisha. Naona. Fanya ile kidogo tu raka 2 tu. Khalas. Haimaanishi kwamba kusali raka 2 haitakuwa ni tahajjud, yule raka 8 ndio tahajjud. La, raka 2 ni tahajjud, raka 4 ni tahajjud, raka 6 tahajjud, raka 8 tahajjud. Zote tahajjud. Na malipo sawa sawa. Kwamba wewe umesali tahajjud. Kwa hiyo lakini kile kizuri kidogo ambacho utakuwa unadumu nacho. Leo umelenga raka 2, kesho raka 2. Hivyo. Si leo 8, kesho 2. Afdalul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anatisha hili hikma ya kwanza. Hikma ya pili ni zakatul fitr. Kwa nini tutoe zakatul fitr? Hikma ya pili, tadbiru as-sawm. Kuitengeneza ile saumu yako. Muislamu anapokuwa amefunga kwa ule binadamu, anaweza kaongea uongo, kadanganya, akasengenya, akafanya jambo la haramu, akitazama haramu. Sasa unapotoa ile zakatul fitr, inatengeneza ile saumu yako. Waqi' ibn Jarrah anasema
inna zakata al-fitri ka sittati as-sahwi lis-salat. Zakatul fitri ni kama sittatu sahwi kwa swala. Tudbiru nuqsan as-sawm, inaunga yale makosa ya saumu unayofanya madogo madogo. Kama yudbiru as-sujudu as-salat, kama vile unapokosea katika sala unasujudu sittatu sahwi ijbaran bis-salati. Naona, kwa hiyo ile zakatul fitri inacheza kati ya sittatu sahwi katika funga yako ya Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala katokea zakatul fitri ili yale makosa madogo madogo tumefanya yamekuwa sawa. Allah subhanahu wa ta'ala anatupenda sana. Hikma ya tatu ya zakatul fitri, sababu al-fawz inda Allah, ni sababu ya kufaulu kesho akhira. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura al-A'la, qad aflaha man tazakka. Baada al-ulama wanasema al-maqsud huna zakatul fitr. Baada nazama wanasema ilikusudiwa hapa ni zakatul fitr, qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Yani wadhakara isma rabbih, yani amepiga takbirat zile za Eid. Wadhakara isma rabbih fasalla, kisha kasali salat al-Eid. Kwa hiyo zakatul fitr ni sababu ya wewe kesho akhira kwa katika kufaulu wewe. Adaflaha man tazakka dhakara isma rabbih fasalla fatu'thiruna hayat ad-dunya. Anasema bal tu'thiruna, napendelea zaidi maisha ya dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, lakini akhira ndo bora na si bora tu, wa abqa, anajibakia. Hii dunia itaondoka hii, na sisi wenyewe pia tutaondoka. Hakuna mtu tutabaki hapa. Kullu shay'in halikun illa wajha. Dunia mamarru wal akhiratu maqarru. Dunia hii tunapita sote, akhira ndo makazi, wal akhiratu khairun wa abqa. Sasa wataka wakatoka ama wataka kuondoka? Sasa uliulize, wataka hii hayata dunia ambayo ni kidogo, mataa dunia qalil. Allah anasema starehe za dunia chache jamani, chache sana, qalil. Sasa huyo anayumba anasema qalil, huyo Allah ndo kaumba hii dunia na starehe anasema qalil. Mimi ambaye hakuna kitu ambacho tunaomba tuseme, lakini ndio watu wanapapia dunia, wanaangalia dunia mpaka sasa wanatoka kwenye msingi wa dini. Basi Allah subhanahu wa ta'ala akifu akaturudi kwake baada ya Ramadhani, tuweza zakatul fitr katika ile aflaha. Inshallah tunakuja na qad aflaha, yani maana hiyo ni qad tahqiq. Katika lugha ya Kiarabu kuna qad tatu: qad tahqiq, qad tahlili, qad tathil. Sasa hii hapa ni tahqiq, qad aflaha, hakika kweli ni faulu man tazakka. Sasa wataka kufaulu wewe, lazima ujipambe na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hikma ya zakatul fitr ni nyingine, tadhihiru lis-saim, yule alofunga pia yampahilisha nafsi yake. Unaona, anaitakasa nafsi yake, anaifanya iwe safi. Na hii ndio moja ya malengo yake na makusudio yake na hikma yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi aliyoeleza Ibn Abbas, farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitr
amefaradhisha Mtume sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr dhuhuratan lisaim, dhuhuratan lisaim, iwe ni tahara utakasa kwa yule aliyefunga, ili nakutakasa ile funga yako ya Ramadhani, sababu pale ndani anasamehewa madhambi yako. Allah subhanahu wa ta'ala kwa msamaha wake anakupa toba dhuhuratan lisaim. Sisi sote hapa tunatarajia Allah subhanahu wa ta'ala ametusamehe madhambi yetu. Sote tunatarajia hivyo. Na sote tunayakini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametutubia makosa yetu sote. Sababu ndio moja ya hikma ya zakatul fitr. Watu wanatoa dhuhuratan lisaim kwa sababu saumu yako ile na makosa chungu nzima. Wewe mwenyewe pia makosa chungu nzima. Lakini ukitoa ile zakatul fitr inakuwa tahara kwa wewe. Ile saumu yako wewe mwenyewe binafsi. Kisha hikma nyingine ya zakatul fitr it'am al-masakin, kuwalisha maskini. Ndio lengo la zakatul fitr, kwa sababu zakatul fitr ndio siku ya Eid. Sasa mtu kama hana, ukimpa kile kidogo ukipatia zakatul fitr ananyeka furaha, anafurahia, nimekumbuka na mimi labda nilikuwa na maharagwe tu, siku ya Eid si maharagwe, siku ya Eid mchele, pilau, biriani, ndio sasa ukishampatia kile chakula anafurahia. Ndio lengo la zakatul fitr pia. Kila mmoja siku ile apate chochote chakula. Kila mmoja siku ile. Isiwe wengine kule wanafurahia, wengine huku wanahuzuni hawana chakula. La. Sio lengo la siku ya Eid, wala sio lengo la zakatul fitr. Ni kila mtu apate chochote cha kuingiza ndani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema agnuhu fi hadha al-yawm 'an al-mas'ala, watoshelezeni katika hiyo siku waombe kwa zakatul fitr, watu watoe. Sema toa, wataka kujaza kwako tu, la toa na mwingine kule. Kwa haya malengo ya zakatul fitr jamani, yazingatie sana, hasa ile siku ya Eid. Utaona watu wamejazana wanaomba, si uzuri. Si uzuri, Waislamu tuko. Kwa nini tusiamue sote sasa tunatoa zakatul fitr, kila mtu apate, ili kuzuia watu kuzunguka kwenye majumba bwana. Anaomba bwana. Agnuhum fi hadha al-yawm an tawafi wa ajili. Agnuhum fi hadha al-yawm an tawafi. Kuzunguka tu kuomba. Kama sana tu wake. Mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaenda katika salatu al-Eid. Akapitia vijana walikuwa wanacheza, lakini pembezoni kuna kijana mwingine pale kakaa ana huzuni, analia kweli kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na huruma, akamfuata yule kijana akamuuliza, "Maayukika ya sabili, kinachokuuliza nini? Unaona wenzako wanacheza kule, wanafurahia siku kama hii, lakini wewe una huzuni, unalia. Maayukika, kinachokuuliza kitu gani?" Asiye kijana akaeleza Mtume kinachomuuliza. Anamwambia, "Bibi, sina baba. Baba wangu amekufa katika vita fulani pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mama yangu akaolewa na bwana mwingine, yule bwana mwingine akachukua mali zote ambazo baba alikuwa na baba. Na pale kwa nyumba akanifukuza. Mimi sina baba, sina chakula, sina nguo, sina mahali pa kukaa. Sasa nilikuwa na siku kama hii, watoto wenzangu wamevaa vizuri, wanafurahia. Lakini mimi sijui nitaelekea kwa nani nikae vizuri nifurahie. Sasa naona nakumbuka baba yangu ameanza kulia.
Mtume sallallahu alaihi wasallam akajiona huruma kweli, azuri kitamba, akajiona huruma kabisa. Akamuuliza yule kijana, ala tarda an akuna laka abad, hauridhii mimi babako? Huridhii mimi babako? Uko tayari mimi babako? Asadna Ali au yami yako na Aisha radhiallahu anha kwamba almako na Hassan na Hussein au kaka zako na Fatima au dadako, unaonaje? Mliwaza yule kijana kwa maneno mazuri sana, namuuliza unaonaje mimi sasa kada yako? Alafu mke wangu Aisha kama Hassan na Hussein wakawa kaka zako, Fatima dadako, Sayyidina Ali akawaambia unaonaje? Basi yule kijana uso ulianza kuingia bashasha sana, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam unaonaje? Mama yangu Aisha radhiallahu anha as-Siddiqa, kaka yangu Hassan na Hussein, dada yangu Fatima radhiallahu anha, katika wale wanawake wanne waliokamilika. Mtume anasema mmoja ni Fatima, dada yangu. Basi kijana ameanza kuingia na furaha, akakubali bila asaba au tunakubali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamchukua mpaka kwake, akamvalisha nguo nzuri, akampatia na chakula akashiba, akampulizia pia na manukato akainikia vizuri. Siku ya Idi lazima unukiba, sio unukia jasho. Siku ya Idi unukia jasho vitungusha. Siku ya Idi lazima tuseme, lazima ungane siku ile, uvae vizuri. Kama kuna wakati kidogo pulizia kidogo. Naam, sunna. Sunna ukipenda manukato. Lakini yeye alikuwa hana haja manukato, sababu yeye mwenyewe ndani ni miski. Yeye mwenyewe ndani ananukia. Wanawake wakienda na Aisha wakikinga jasho la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amelala ana habari, jamaa anakinga jasho lake. Danukia. Sasa na wewe kama huna jasho hilo, ipulizie shekhe. Sio hapo tena. Wanafunga kwa msaada. Waya akamrembesha Mtume sallallahu alaihi wasallam, akampatia chakula, akampatia na nguo. Basi kijana ameondoka kwa vijana wenzake, na raha kweli. Na raha sana. Sasa kwambia ndio ilikuwa mahzuni sasa hivi na raha, sababu Mtume ndo baba sasa. Na Aisha ndo mama. Sasa mambo haya yakikosekana siku ya Eid, inaingia huzuni kwa baadhi ya vijana wetu. Inaingia huzuni kwa baadhi ya watoto wetu. Kwa lazima tujipige Waislamu kuhakikisha ile siku ya Eid ni siku ya furaha kwa kila mtu. Ndio lengo. Sasa siku ya furaha na huzuni wapi na wapi? Lazima uwe na raha. Kwa hiyo inshallah hizo ni hikma za nini na kwa nini natoa zakatul fitr. Nini hukumu ya zakatul fitr? Zakatul fitr hukumu yake wajibu. Wajibu. Si sunna. Wajibu. Zakatul fitr ni wajibu kwa nani? Nani anapasa au anapaswa kutoa zakatul fitr? Sawa, ni wajibu, ni faradhi. Lakini sasa nani anapaswa kutoa? Unajua tasawuf ni faradhi. Lakini si wote ambao wanapaswa kufunga. Ambia hilo. Ni faradhi kweli saumu, lakini si wote wanapaswa kufunga. Ndio kutolewa. Marido alladhi la yajibu mgonjwa ambaye hahitaji kuoga wake hafunga. Alisha maskini.
Sasa kwa zakatul fitr ni faradhi, lakini nani anayepaswa? Hadithi Ibn Umar, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamri wa sa'an min sha'ir. Wana sasa ala dhakari wal untha, kwa mwanamume na kwa mwanamke, wa ala al-hurr wal 'abd, na kwa al-hurr na kwa mtumwa, والصغير والكبير, na kwa mdogo na kwa mkubwa, minal muslimina, katika Waislamu. Wewe kama ni mwanamume lazima utoe zakatul fitr. Wewe kama ni mwanamke lazima utoe zakatul fitr. Wewe ni mdogo lazima utoe zakatul fitr. Wewe ni mkubwa lazima utoe zakatul fitr. Wewe ni mtumwa lazima utoe zakatul fitr. Wewe si mtumwa lazima utoe zakatul fitr. Sasa haya masala mengine haya ya kwa kuna baba watoto, haya masala mengine, lakini kwanza kila mtu ni faradhi kwake kutoa. Kila mtu, haijamwacha mtu zakatul fitr, kila mtu anafaa kutoa. Na zakatul fitr ina sharti hizi mbili tu. Sasa la kwanza huo Muislamu, uko Muislamu tu basi lazima utoe. Na hapa sio kuna Muislamu, sote Waislamu. Sote Waislamu. Sasa la pili, kile kiwango kimezidi. Nimefika ile usiku wa kuamkia Idi, ama ile siku ya Idi, una chakula cha ziada, wewe tayari moja kwa moja toa zakatul fitr. Hakuna hii akiba yangu la. Familia yako kwa watu ngapi? 6. Mchele mnakula kilo ngapi? Kilo 3. Ukitizama pale kilo 10. Toa zile nyingine. Madamu tu una cha ziada, tayari wewe umekuwa lazima utoe zakatul fitr. Na ile lazima nisisitize hili. Kuna watu wanarudika zakatul fitr. Anakuja imamu anampa, anakuja shekhe wa mkoa anampa, anakuja zunani anampa, anakuja jirani anampa, anakuja anajaza kule ndani, katulia tu. Takriban kilo karibu 15 au akonazo pale. Ameka atoe. Anapokea tu. Na kuna mwingine pale labda hana, pale hana. Ndio maana yakaiko. Ikizidi kiwango chako cha ile siku tu, basi kicho kilichozidi lazima ukitoe zakatul fitr. Na mimi najua kuna wengine watapokea zaidi. Kwa hiyo nasema wazi kabisa, kikizidi tu kile chakula unachokula, unajua mimi chakula changu utaifa mida yangu ni kilo 5. Zikizidi 5, hizo 5 ambazo zimezidi kama ni 10, toa zakatul fitr. Hiyo ni nukta nyingine muhimu sana. Kwa sababu lengo la zakatul fitr ni kila mtu apate. Si mtu mmoja apate jeke stoki ba. Hapo kutoka hapo sasa unaenda kwa maduka sasa unauliza baba, kilo moja ya sindano unauzaje? Hao ni 6 sasa. Ni kilo kwa sababu. So ukitoa. Sasa kuna mwingine hana pale. Bado anakaa naye anasubiri kuletea umejaza kule. Islamu, hebu tuwe na ithari. Tuwe na ithari, wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Kuwa na ithari shekhi. Pendelea mwenzako shekhi. Sitake wewe tu. Mnajua kile kisa cha kichwa cha mbuzi? Kisa cha kichwa cha mbuzi mnajua? Yaani kichwa cha mbuzi kilizunguka masaba wote. Kila anayepelekwa anasema yule anataka zaidi. Baka kikamrudia wa kwanza. Ita. Yabo ndio sisi sasa. Na mtu atapata paja la ng'ombe.
Allah sitaki nimpe fulani. Atasema hivyo. Ataigiza mfuko. Lete mfuko kete hapo. Hakuna idara. Hakuna idara kabisa. Wasababu yuko na idara mpaka wakati kwa sakaratul maut. Ameanguka pale katika maidani. Uwanja wa vita. Kila umempata. Analetoa moja anasema la. Mpelekee yule mwingine. Yule anapeleka moja, mpelekee yule mwingine. Yule mpaka anarudi kwa kwanza kufika ashakufa. Anaenda wa pili ashakufa. Idhar. Kwa hiyo tuende kupendana heri. Sasa zakatul fitri kiwango chake cha kutoa ni kiasi gani? Unatoa kilo 2.5. Unataka kuzidisha sawa. Ili kilo 2.5. Kila ambacho wajua familia inakula mchele. Zamani walikuwa tende kwa shairi ngano. Lakini sasa katika sisi miji yetu huko chakula kilichozoeleka zaidi ni chakula gani? Si mchele. Hata mchele mzuri. Kuna mchele mzuri. Unapelekea mwenzako. Na Allah tayyibu kwa bila. Tayyibu. Ni vizuri pia. Unaona ukula wewe unakula gani? Bishora gani? Sawa, nilete hiyo. Unakula gani wewe? Bishora Tanzania, nilete hiyo. Usilete kitumbo. Usilete kitumbo, unataka ndio kitumbo. Usilete unaona ukula sasa. Bas, usilete kibaya na Allah jamil yuhibbu. Jamani. Sasa kwa hiyo kila 2.5. Atakuongeza au ongeza kila 2.5. Mtoto mchanga amezaliwa. Anafaa kutolewa zakatul fitr. Ikiwa amezaliwa وبين غروب الشمس تطلع زكاة الفطر. لو umezaliwa kabla jua kuzama, hapo utapeleka zakatul fitr. Ni kwa ahla. Ni kwa katika dua zakatul fitr. Hajazaliwa bado ni mimba. Ndio mjamzito ana mimba. Madani malizika hiyo naendelea kutoa zakatul fitr. Mkeo ni mjamzito. Yule mtoto katika tumbo la mkeo unamtolea zakatul fitr. Hapa kuna khilafu baina ya wazee. Wengine wanasema utamtolea. Nasema la. Kwa sababu Rahman na Allah alikuwa kama hivyo. Alikuwa akitoa hata mimba kumtolea zakatul fitr. Sana wagona wataka kutoa zakatul fitr mkiako na mjamzito. Hana msaada. Ndio kazi. Wakati gani wa kutoa zakatul fitr? Ushajua masala kadhaa huko nyuma. Sasa wakati gani wa kutoa zakatul fitr? Ile kitu kinakatishwa. Qur'ani imetaja wakati nyingi sana wa shamsi wa duha wa layli wa duha wal asr. Kila kitu wakati. Hata sala hawezi kusali kila wakati. Kwa maana ya zaman mtoka ile arada ni sabi katika kusomesha. Maana ya zaman mtoka ile arada ni sabi gani kuna lazima aliyotawala katika kusali. Kitu kinamlazimu bali. Moja kati ya vile vinavyomlazimu yule anayetawala lazima hakikishe maarifa tudukhuli waqt. Ajue wakati umeingia
Unaudhu kweli, lakini je, tunaweza kuswali saa asri? Hatuwezi, sababu method za kutikati wakati bado haujaingia. Kwa zakatul fitri pia ina wakati wake. Kuna wakati jaiz, wakati athar. Kuna wakati yafaa utoe zakatul fitri, na kuna wakati ni bora utoe zakatul fitri. Wakati unaofaa jaiz, wakati jawaz, unaweza kutoa zakatul fitri. Ramadhani tu ikiingia, unaweza kutoa zakatul fitri. Ramadhani ikiingia tu unatoa zakatul fitri. Yafaa. Au siku moja au siku mbili kabla ya Ramadhani kumalizika ukatoa zakatul fitri. Yafaa. Wakati jaiz unaweza kutoa. Lakini wakati bora katika madhhabu ya Abu Hanifa mwezi ukionekana tu bora za zakatul fitri. Lakini katika madhhabu ya Imam Shafi'i fajiri kiingia tu, ile fajiri ya siku ya Eid ndio wakati bora wa kutoa zakatul fitri. Sasa wewe utaangalia muda wako. Kwa sasa hivi kasubiri siku baada siku moja, kasubiri siku mbili, kasubiri mwezi uandame, itangazo kesho ni Eid ndio utoe, unasubiri baada salati al-fajr siku ya Eid ndio utoe. Alama. Sawa. Naam. Kwa hiyo tujitahidi katika hizi zaka inshallah taala. Pia kuna suala nyingine, je, zakatul fitri inatolewa chakula tu, haitolewi senti? Suala muhimu sana hili. Zakatul fitri inatolewa senti au inatolewa chakula pekee yake, haitolewi senti? Ni suala lina maelezo marefu sana kwa wanazuoni. Marefu sana kwa wanazuoni. Wapo walosema chakula ndio sunna, yatosha kama chakula. Wapo walosema la, kwa maslaha ya yule mtu anampatia fedha ni vizuri pia, ana masala ya khilaf. Lakini jumhuru ulama al-Malikiyya, al-Shafi'iyya, al-Hanabila wanasema wujubu ikhrajuha ta'ala. Jumhuru ulama al-Malikiyya, al-Shafi'iyya, al-Hanabila wanasema ni chakula kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini baadhi ya ulama kama Imam al-Bukhari na sahaba Umar bin Abdul Aziz na sahaba Hasan al-Basri, hawa walijuzisha kutoa fedha ili kima cha kile chakula wanachotoa. Alhasil masala ya khilaf, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi